Karibu ndugu yangu mpendwa katika simulizi yetu. Simulizi ambayo inaendelea kukufunza mambo mengi katika maisha yako. Na leo tukiwa katika sehemu ya 3 ya Kibuyu Cheusi. Kibuyu Cheusi. Sehemu ambayo itakupa mwanga wa pale ulipoishia katika sehemu ya 2. Karibu sana ndugu yangu. Kama ndiyo mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti, pia kuwasambazia wenzako ili nyote tupate kujifunza kwa pamoja. Miaka 5 ilipita tangu kutoweka kwa Asha binti wa Mzee Kenga. Kijiji cha Mbuyuni kilikuwa kimetulia juu, lakini chini ya utulivu huo giza lilikuwa likikua. Wakazi walianza kuripoti matukio ya ajabu. Watu kuona kivuli cha mwanamke usiku kando ya mto. Maji kubadilika kuwa mekundu wakati wa mwezi mpevu. Watoto kuzaliwa na alama ndogo ya duara jeusi kifuani. Wazee walisema, laana ya Kibuyu Cheusi imeamshwa tena. Lakini mganga mzee mwanaume alinyamaza. Alijua kitu ambacho wengine hawakijui, kwamba Senga mchawi wa zamani hakuwa amepotea kabisa. Usiku mmoja, binti mdogo wa miaka 15 aitwaye Zuri, ambaye alikuwa mjukuu wa Asha, alianza kupata ndoto za ajabu. Kila usiku aliona mwanamke akimwita kutoka ndani ya mto. Njoo Zuri, uko damu yangu, uko mwendelezo wangu. Zuri alipoamka alikuta alama ile ile ya duara jeusi kifuani mwake. Wazazi wake waliogopa, wakaenda kwa mzee mwanaume, lakini mganga alipoona alama hiyo, macho yake yalijaa machozi. Hii ni muhuri wa Senga, alisema kwa sauti ya chini. Roho yake imepata mwili mpya kupitia Zuri. Roho yake imepata mwili mpya kupitia Zuri. Mzee mwanaume alimchukua Zuri hadi kwenye pango la zamani lililokuwa nyuma ya mlima wa Mbuyuni, mahali ambako Bibi Rukia alikuwa akifanyia tiba zake zamani. Ndani ya pango kulikuwa na alama za kale, maandiko ya kinga na kibuyu kipya, kikiwa cha udongo wa kijivu, kimefunikwa kwa manyoya ya kuku weusi. Alisema, Bibi Rukia alitengeneza kibuyu hiki kwa ajili ya siku ambayo Senga atarudi. Ndani yake kuna uhai wa mwanga, nguvu inayoweza kufunga roho ya giza milele.
lakini Zuri alianza kulia. Mbona nasikia sauti ndani yangu inaniambia nisiwafanye chochote? Mzee mwanaume alijua vita haikuwa tena kati ya binadamu na mzimu, bali ndani ya nafsi ya Zuri mwenyewe. Usiku wa mwezi mpevu, Zuri alienda mtoni peke yake. Maji yalipogeuka mekundu, aliona kivuli kikubwa kikitoka ndani ya maji. Ni Senga mwenye sura ya Asha, sauti ya mwanamke na macho ya mnyama. Wewe ni mimi na mimi ni wewe. Tukuungane tuwe kamili tena. Tuungane tuwe kamili tena. Zuri akashika kibuyu cha mwanga, akasema kwa sauti ya uoga lakini ya ujasiri, sitakuwa kivuli chako, nitakuwa nuru ya familia yangu. Ghafla mwanga mkali ulijitokeza kutoka kwenye kibuyu. Sauti za maumivu zikasikika, zikichanganyika na upepo mkali. Maji yakaanza kuzunguka kwa duara, yakibeba kivuli cha Senga ndani yake. Utaniua Zuri, mimi ni damu yako. Zuri alilia kwa nguvu, akatupa kibuyu mtoni. Maji yakamulika kama jua, na sauti ikatoweka. Kibuyu kilizama na kimya kikarejea. Asubuhi yake mzee mwanaume alimkuta Zuri amelala ufukweni, akiwa na alama mpya kifuani, nyota ndogo ya nuru badala ya duara jeusi. Alimnyanyua akasema kwa sauti ya faraja, umevunja mnyororo wa kizazi. Kibuyu cheusi kimezama na Senga amepotea. Lakini kabla hawajaondoka, upepo ulivuma kwa nguvu na sauti laini ya mwanamke ikasikika kama upepo wa mbali. Kibuyu cheusi hakifi, kinangoja roho dhaifu ijitokeze. Mzee mwanaume alitazama mbali, akasema kwa sauti ya huzuni, laana haifi, hubadilika sura. Ndugu yangu mpendwa, ndugu yangu unayemfuatilia MI, katika chaneli hii tunajifunza nini kupitia sehemu hii ya 3 ya kibuyu cheusi? Somo la kwanza tunalopata katika kibuyu hiki, nguvu ya kizazi kipya ni kuikabili historia yake, si kuikimbia. Jambo la pili tunalojifunza, uovu haupotei kabisa, ila unaweza kudhibitiwa na nuru ya ndani. Jambo la tatu tunalojifunza, mwanga mdogo unaweza kushinda giza refu. Ndugu yangu mpendwa, umejifunza nini katika simulizi hii? Niandikie kwenye comment hapo kwamba umejifunza nini kupitia sehemu hii ya 3. Usikose kufuatilia sehemu ya 4 na ambayo itakuwa ndiyo final na mwisho wa kibuyu cheusi. Ndugu yangu mpendwa, ubaki salama, uwe na amani.